Karibu tena mtazamaji, na shukrani sana kwa kusalia papo hapo na kuchagua kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Wamiliki wa hoteli eneo la Malindi wamebuni mpango wa kutoa huduma za bei nafuu na ambazo zitavutia watalii wa humu nchini na kimataifa kama njia moja ya kufufua sekta ya utalii ambayo imeathirika mno tangu ujio wa janga la corona. Mji wa Malindi ambao unategemea sana sekta ya utalii umeathirika mno, huku maeneo mengi ya kibiashara ambayo yalitegemea watalii yakifungwa. Kulingana na mwenyekiti wa shirika la wamiliki wa hoteli eneo la North Coast, Maureen Awor, mbinu hiyo itasaidia kuimarisha sekta hiyo. We have decided to start hosting activities, and one of them is the Sunday brunch. Why we decided on the Sunday brunch? You know, Sunday is always a family day, and this is a day that we want to bring the families together, just to bring them down here and celebrate, share meals, swim, have fun, listen to the music, do everything together. And this has not always been done in Malindi. This is the first one, and today is our launch day, and we are looking forward to having lots of people coming down just to share the good moments with the family. In our branch, we have decided to put it into, it's a blend of 3 cuisine. So you have Mediterranean cuisine as predominantly, and then a fix of a touch of international and local for our local customers. So when you come here, we have like 7 different stations of food that will make you experience the world of culinary art. Nashukuru kwa hii initiative ya Ocean Beach kwa ku-organize at least family day meeting, family day large programs. This will enhance mambo ya utalii, sababu in Coast Province wanategemea utalii sana. Mtazamaji, leo ni siku ya Jumatano. Sani Abacha alikuwa kiongozi wa mwisho wa utawala wa jeshi nchini Nigeria kutoka mwaka 1993 hadi mwaka 1998. Anakumbukwa kuwa dikteta mkubwa na alikosolewa kumtia kizuizini aliyedhaniwa kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 1993 Moshood Abiola. Katika makala ya Mirathi ya Siasa kila siku ya Jumatano saa 1:30 jioni, katika taarifa zetu za KTN leo tunaangazia sehemu ya pili ya maisha ya Sani Abacha, lakini kwa sasa tupate tukionjo. Alikuwa kashiriki mara 2 katika mapinduzi ya kijeshi na kuwasaidia wanajeshi wenzake Jenerali Muhammadu Buhari na mwenzake Jenerali Ibrahim Babangida kuongoza Nigeria kwa mabavu ya jeshi. Naye pia alipopata nafasi alitoa uongozi wa Nigeria kwa vishindo. Nigeria is the only country we have. We must therefore solve our problems ourselves. We must lay a very solid foundation for the growth of true democracy. We should avoid any ad hoc or temporary solutions. The problems must be addressed firmly, objectively, decisively, and with all sincerity of purpose. Wapinzani wake walipata tabu nyingi, baadhi wakila kalenda ya miaka mingi gerezani. Aliwatatiza wafuasi wa mpinzani wake Moshood Abiola. It will continue off and on until the military release the result of the June 12 election and put the democratically elected president, who is myself. Viongozi wa dini walimlia. We move from corruption onto corruption. We keep sinking deeper and deeper into it, from the frying pan into the fire, and now we have almost completely lost our sense of direction. Alipoaga dunia, raia wa Nigeria walikuwa na maoni kinzani kumhusu. It's not something nice. It's like a shock to the team, and we are the players, we are not happy. It's like, yeah, your president is dead suddenly, and yeah, we know there's going to be a problem right now, but we are only thinking about the game. So we came here to play the game, so we only have to play the game. But it's not something nice that we heard at our president. The same treatment should be given to Nigeria as was given to apartheid South Africa, which is to ban them, to ban the national team from any kind of sporting event. That is the ideal.
Kifo cha Mushuda Biola kilinasibishwa naye japo alikuwa kafariki. Katika makala ya mirathi ya siasa sehemu ya pili kumhusu Sani Abacha aliyezaliwa mwaka 1943, tunaangazia jinsi alivyowatesa wakosoaji wake, hususan Mushuda Biola na wanamapinduzi wengine Nigeria. Na mtazamaji, ungana naye Paul Nabiswa mwendo wa saa 1:30 kwenye taarifa za KTN leo upate makala kamili ya mirathi ya siasa kumhusu Sani Abacha. Mtazamaji, wananchi ambao ni wanachama wa mashirika mbalimbali ya kifedha katika kaunti ya Busia wametaja masharti magumu kuwa kizingiti, haswa wanapotaka kuchukua mikopo kutoka kwa serikali kuu na serikali za kaunti, huku wakitaka masharti hayo kulegezwa ili wapate mikopo. Wakizungumza katika kijiji cha Nasira, eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia, viongozi wa mashirika hayo wamesema kwamba wamekuwa na haja ya kuchukua fedha zinazotolewa na serikali ili kuinua makundi mbalimbali, ila imekuwa ni vigumu kupata pesa hizo kufuatia masharti mengi na muda mrefu ambao huchukua ili pesa hizo zitolewe. Hata hivyo, wameitaka serikali kuhakikisha kwamba wanalegeza masharti hayo, mbali na kupunguza muda wa kupata fedha hizo ili wananchi mashinani waweze kunufaika. Hizi pesa huwa tunasikia ziko, lakini ukiangalia mbinu ya kuifikia hiyo pesa inachukua muda mrefu sana. So tulikuwa tunaomba iwapo hii pesa iko, wafupishe hiyo mbinu ya wale vikundi waweze kufikia hizo pesa iweze kusaidia vikundi. Kuliko unaenda hapa wanasema rudi kesho au zienda kwa ofisi gani, unapoteza ile hamu ya kutafuta hizo pesa. Kama kuna wale ambao wanaweza tusaidia, wakuje watusaidie ili hii pesa vikundi iweze kupata na waweze kuendelesha miradi zao. Tungeliomba, sababu hizi ni pesa za Kenya, tena za serikali. Hawa mama wanahitaji mikopo kutoka kwa hiyo women enterprise, na tena wangelipenda waje wasaidiwe kuinuliwa upande wa biashara. Tusaidieni, msituache wa mama tunateseka, maana huyu mama ndio kila kitu ndani ya boma. School fees ya watoto, kuna hata wazee wametupa wa mama huku nje, na hata mama ndio mwenye kutafuta hiyo school fees, mama ndio tena kutafuta chakula ya watoto. Tafadhali saidieni wa mama, msituache. Process ya hizo pesa za serikali. Na wahadhiri wa chuo kikuu cha Chuka wametaja madai kwamba stakabadhi za masomo za naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Erastus Njoka ni za kutiliwa shaka. Wahadhiri hao wanadai kwamba ni siasa za kulipaka tope jina la chuo hicho na ubora wa masomo. Njoka alifika mbele ya tume ya EACC wiki iliyopita kujibu maswali kuhusu swala hilo. It is evidently amazing that Professor Njoka's effort and transformative leadership style has not only developed the once little-known Chuka Village Polytechnic into a reputable and internationally recognized university. More significantly, this has been accompanied by development of ultra-modern infrastructure, as we can see, and a phenomenal growth in the number of students, which currently stands above 18,000. Moreover, the Commission of University Education, which is a legally mandated institution in Kenya to recognize universities and their certifications, in its letter dated 20th October 2021, reference CUE/10/9/1/volume 55, vindicates Professor Erastus Njoka's academic qualification. It is notable that the information that was unfortunately splashed out in the electronic and print media was erroneous and misleading. Na mtazamaji, kama njia moja ya kuhakikisha wakazi kaunti ya Machakos na hasa maeneo ambayo huwa hayapati mvua ya kutosha wanapata maji safi na ya kutosha, kaunti ya Machakos kwa ushirikiano na mashirika mengine imeanzisha shughuli ya kuchimba visima. Visima hivi vinalenga kufaidi zaidi ya wenyeji 10,000 kutoka vijiji 670. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. The
team from our county here. So I'll be asking... Sisi kama Machakos County tumechimba na tumeequip, manake most of the times tukishachimba boreholes ikifanya kazi kwa muda kwa kama miaka 2 miaka 3, hizo boreholes huwa zinapata shida ya maintenance. Kwa hivyo hawa wanaitwa Davis and Shatcliffe, they are very strong technologies za kurehabilitate boreholes. They are in the water sector, kwa hivyo watakuwa wanatusaidia. Pia watu wa Equity Bank wako na ile tunaita SCR ya kupanda miti, na wamekuwa wakipanda miti hapo Machakos County. Tutasaidiana na wao ku identify areas ambazo zinahitaji kupandwa miti. We started last year and today we've signed the partnership. We've exchanged the memorandums, and this partnership is here to stay. Of course, different parties will be there for different timelines. Novartis, we've done our bit. I think Davis and Shatcliffe will be on board as the experts matters water management for 1 year. And we are glad that the county government of Machakos has also committed to take it up from there, so that all those people who've been accessing water from these strategic 3 boreholes will be getting it free of charge. Na mtazamaji, juhudi ambazo zinaendeshwa na serikali za kuongeza kiwango cha misitu zimepigwa jeki baada ya shirika la mazingira la WWF kuanzisha kubuni misitu mingine karibu na ziwa Naivasha. Chini ya mradi huo wa miaka 8, shirika hilo pamoja na wakulima litatenga maeneo ambayo yamekatwa miti katika kipindi cha miaka 10 iliyopita na kujaribu kuyaboresha. Waandishi wa magazeti. Waandishi wa magazeti. Mtupatie. Tunataka hivi shughuli tunatapanda. Sawa. Endelea ni kama hatuko hapa. Sema ni dawa ya kufanya zisiumie na baridi. Frost. This is an carbon insetting project funded by KUHS Switzerland, and it aims at creating new forests in Naivasha, looking at areas that have been degraded for the last 10 years. We are working with farmers to restore farmlands, a total of 1,150 hectares. And being a carbon project, we aim to produce 73,000 verified emission reduction certificates. One of the successes that I can mention is that the farmers have been able to understand the guidelines. We have trained TOTs that are able to train the other farmers that are implementing the project on the guidelines, and therefore they are ready to they understand and they implement them with a lot of ease, and therefore understanding that the survival and ensuring that the trees really are there on their farms throughout is really important, as much as they are also getting benefits from these trees. Na shughuli ya kuboresha hadhi ya mji wa Kajiado na kufanya kuwa makao makuu mazuri ya kaunti hiyo tayari imeanza. Shughuli hiyo inaendeshwa na manispaa ya Kajiado pamoja na halmashauri ya ujenzi wa barabara za mijini KURA. Halmashauri ya KURA itatumia takriban shilingi nusu bilioni kwenye shughuli hiyo. Ujenzi wa barabara yenye lami umbali wa kilomita 10 tayari umeanza. Barabara hiyo itaunganisha mji wa Kajiado na mitaa ya Shapashina, Saina na Majengo. Aidha pia itaunganisha makao makuu ya kaunti na barabara kuu ya Nairobi na Manga. Itakuwa Jivanji Garden ya Kajiado. Yes, exactly. And then there will be some furniture. Tangu tuingie serikalini tumefaulu kufanya tukishirikiana na serikali kuu KURA zaidi ya kilomita 10 ndani ya tauni yetu. Kwa town hizo ni kilomita nyingi sana. Barabara za lami zimegusa kila estate yetu, Shapashina, Saina, Majengo, na pia outer ring ambayo itaunganishwa maendeleo ya hizo estate zote na barabara kuu ya Nairobi na Manga Road. Tumeona pia kwamba ile public park, recreation park, iko asilimia kubwa kukamilika. Tunakizia chini ya miezi mmoja hiyo recreation park itakamilika. Tunajua kumekuwa na demonstration ya wengine kupinga hiyo maendeleo, lakini kwa na furaha kwamba wakati wachache walijaribu kupinga, town nzima imesimama kusema tunataka public recreation park, na hiyo park inaenda kukamilika with appropriate recreation facilities or public support facilities,
sehemu za maji, sehemu watu kukaa, evolution blocks ambazo zina support well-being ya Wanakajiado town. Na kundi moja la watu ambao wanaishi na ulemavu pamoja na jamaa zao katika kaunti ya Taita Taveta wamelalamikia ukosefu wa uwakilishi inavyostahili katika bunge la kaunti hiyo. Kundi hilo linasema kwamba masaibu yao hayajawasilishwa vyema serikalini, jambo ambalo limewafanya wengi kuendelea kukosa huduma wanazohitaji zaidi. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka eneo la Voi. Na jamii za watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti hii ya Taita Taveta kwa muda sasa wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa msaada, ukosefu wa kutambuliwa, hasa pia ikizingatiwa kwamba kaunti hii ya Taita Taveta haina mwakilishi halisi wa hali ya ulemavu katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, na pengine swala hili limepelekea maoni mseto kuhusiana na wale ambao wanaishi na ulemavu, vile vile na familia za watu ambao wanaishi na ulemavu, na nitakuwa nazungumza na baadhi tu ya wao, pengine waweze kutuelezea hadi kufikia sasa tatizo hili limeweza kuathiri vipi wao kama wananchi wanaoishi katika kaunti hii ya Taita Taveta. Kwa majina mimi naitwa Francis Nyange Mwasegene, na hata kuna wakati ambao tayari nilifika hospitalini nilikuwa nasikia vibaya. Nikawa naomba msaada angalau kama naweza kuandikishwa pale nipate madawa bila pesa, na ikawa sikupata msaada wote. Hata juzi tu tulipokuwa tayari huyu kijana wetu ambaye amefariki, tulipokuja hapa kumwangalia, ndio tukakutana na mbunge mmoja ambaye alitoka mpande wa Nairobi, ndio akaanza kutuelezea kwamba watu ambao tayari hawako sawa kwa maumbile huwa kuna msaada fulani, lakini hapa katika Taita Taveta hakuna msaada tunayopata. Hata tulistaajabu, maana tunaambiwa kwamba msaada wetu ni bure, tunapewa kama ni madawa tunapewa bure, lakini hapa Taita Taveta hatuna mwakilishi ambaye anayetusaidia, ambaye tayari walioandikwa ni wale ambao tayari wanayejijua, lakini wananchi ambao tayari wako na matatizo hawaoni. Maana kama angelikuwa ni watu ambao tayari wanajua wanataka kusaidia na nini, wangelikuwa wanaingia hata mashinani wakiangalia wao ambao tayari hawajiwezi, lakini hatujawahi kuona. Hata tunasikika sana katika kaunti ya Taita Taveta, wenzetu wengi nje huko tunaambiwa wanasaidiwa, lakini sisi hapa Taita Taveta hakuna msaada wote, na tunaomba huo msaada kwa sababu kuna wengi wanatatizika, lakini huo msaada hatuupati. Je, katika bunge la kaunti ya Taita Taveta nyinyi kama walemavu mko na mwakilishi wenu ama inakuaje? Hatuna mwakilishi, maana hatujawahi kumsikia. Hata katika seminars, hata katika mikutano zote hatujawahi kusikia kama kuna mwakilishi. Sawa, pengine nizungumze na mama, pengine rudi. Mami, karibu. Tuelezee wewe binafsi kama kiongozi katika jamii unazungumziaje swala hili la walemavu? Je, wamesaidika vya kutosha ama bado? Changamoto ni gani? Tangu kitambo mimi nilikuwa mzee wa mtaa, nilikuwa tunasikia tu walemavu wanasaidiwa, lakini hatukuona msaada wowote ambayo walisaidia watu. Kama huyu mtoto nilimjua kitambo, hata akizaliwa na hajasaidiwa lolote, hata wengineo walienda kufa kabla hawajasaidiwa lolote. Tunaona hospitali ati ni ya bure, kumbe hakuna hospitali ya bure, ni pesa tu. Hata mimi nilikuwa na mgonjwa wangu mpaka kaniishia hospitali kama sijapata msaada wowote. Hata hivyo naona kama hakuna msaidizi. Unafikiria solution kwenda mbele ni lipi? Na pia je, ni kina nani wamezembea? Viongozi tuliowachagua ndio wamezembea, wameamua kutelekeza, hawataki kushughulikia watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Taveta? Ama unahisi hakuna fedha za kutosha za watu wanaoishi na ulemavu kupata usaidizi? Nasema hivi, kama kuna msaidizi kweli na hatujamwona hapa, tutamjua ni nani? Tunataka tumjue msaidizi wa hapa Masinyani, kwa sababu hatuna mtu wa kutusaidia. Watengeneza watu vizuri, wanakaa kwa nyumba zao vizuri, sisi tunapata shida. Kwa hivyo tunaomba hivi, mtusaidie, hata walemavu, hata wanawake wajani, hata wanaume ambao waliwachwa na mabwana zao na mabibi zao, hata watoto wajane wasaidiwe. Sawa, pengine nizungumze naye kwa sababu ya muda. Pengine jitambulishe alafu tuelezee wewe binafsi unazungumziaje swala hili zima la watu wanaoishi na ulemavu, wakiwamo wale ambao wanaishi na ulemavu wa ngozi na pia ulemavu wa mwili. Katika kaunti ya Taita Taveta hali nzima ya kuwasaidia iko vipi? Msaada wao na pia uwakilishi, je, uko wa kutosha ama haupo? Kwa majina naitwa Peter Hamisi. Mimi kusema ukweli naona kuna uzembeaji katika hawa wasaidizi wa kusaidia hawa walemavu, kwa sababu nikilinganisha na hii hali ya John ambaye tumejaribu juu chini
kulingana na hali yake ya ngozi, na ilikuwa wanatakana wao anapata mtu ambaye kujua hii hali ambayo anaweza akamsaidia ni vipi kulingana na hii hali. Ni maumbile ndio, lakini sasa yanataka kuna mtu ambaye anaweza akasaidia. Huku nikiangalia ile kiupande pengine kuna hata tuseme tunasikia kuna hata fedha zinazotolewa za hao wasaidizi wasaidie hao watu ambao hawajiwezi. Na mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi tangia mwanzo mwa taarifa zetu za KTN, mbiu ya KTN imepatikana ndio maana. Lakini mtazamaji, nakushukuru sana kwa kujumuika nasi. Ifikiapo mwendo wa saa 11 utakuwa nao wanazilizala viwanjani, na kisha mwendo wa saa 12 utakuwa naye Zubeda Komi. Tarejea saa 1 na taarifa za KTN leo, ikiwa ni siku ya Jumatano. Tuna makala ya mirathi ya siasa, usikose kutazama. Mimi naitwa Mary Atwoli, endelea kutazama runinga ya KTN News.